بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بعون الله سبحانه وتعالى tumekutana katika darasa zetu za baada salati al-fajr katika siku hii ya leo, fajru يوم الثلاثاء. hii ni alfajiri ya siku ya Jumanne, al-khamisatu ashara ya tarehe 15 ya mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1446 Hijria. tukisoma kitabu hiki al-Muntakhabu min ahadith al-adab wal akhlaq, na bado tunaendelea na kusoma mlango wa 21 tuliouanza unaosema babul ithari wal muwasati. huu ni mlango wa kutanguliza wengine juu ya nafsi, wal muwasati na huruma. chini ya mlango huu walillahi alhamd tumezisoma hadithi mbili. hadithi nambari 43 hadithi ya Abi Huraira, kisha tukasoma hadithi nambari 44 hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. kadhalika tukasoma sharhi ya maneno magumu yaliyokuja katika ahadithi hizi, kadhalika fawaidul hadithain, faida zilizotajwa kutokea kwenye hadithi hizi mbili. na leo tunaendelea na hadithi ya tatu chini ya mlango huu, ambapo ni hadithi nambari 45 kwa mpangilio wa kitabu. wanasema maulama hawa, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم. طيب، hadithi nyingine katika mlango huu barakallahu fikum, mlango wa kuwatanguliza wenzetu zaidi ya nafsi zetu, kadhalika jambo la kuwahurumia wale ambao wana matatizo, wale wenye haja, kuwahurumia na kuwasaidia, ndilo ambalo linaelezewa na mlango huu. hadithi hii ya tatu ni hadithi kutokea kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, anasema sahaba huyu mtukufu akisimulia yaliyojiri baina yao na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba bainama nahnu fi safarin, mnamo pale ambapo sisi
tulipokuwa katika safari, bainama nahnu fi safarin, mnamo pale ambapo sisi tukiwa safarini, ma'a nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wanasema shuraha wengi wa hadithi hii kwamba safari hii ilikuwa ni safari ya kwenye ghazwa, ya kuelekea vitani. Idh jaa rajulun, alikuja mtu mmoja, kwa maana alitokea ghafla tu. Idh jaa rajulun, tahamaki au ghafla, alikuja mtu mmoja, ala rahilatin lahu, juu ya kipando chake yeye. Bwana huyu alikuwa juu ya kipando, kapanda. Ulama wanasema qila, kipando hiki alichokuja nacho, innaha kanat dha'ifatan la tastati'u as-sayr. Pamesemwa kwamba kipando hiki kilikuwa ni dhaifu, mnyama alikuwa amechoka, hana uwezo wa kukata masafa ya safari. Hiyo ni kauli imesemwa. Waqil, na pamesemwa kanat qawiyatan, hicho kipando kilikuwa ni chenye nguvu kabisa. Lakin laysa ma'a ar-rajuli zad, lakini alikuwa huyu mwenye kipando hana chakula cha safari. Kipando chake qawi, lakini hana masurufu ya kumwezesha kusafiri. Kuna kauli hii na hii, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomuona yule bwana akajua huyu anahitajia kusaidiwa. Idh jaa rajulun ala rahilatin lah, ghafla alikuja mtu mmoja juu ya kipando chake. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, na akawa faja'ala yasrifu basarahu, na akawa analigeuza jicho lake, yaminan, kuliani, wa shimalan, na kushotoni. Anaangalia huku na huku, anageuka geuka akitizama, labda kuna mtu atakuwa na chochote cha kunisaidia, au hawa jamaa zangu wameona hali niliyokuwa nayo, safari anaitaka lakini uwezo hana. Ima kipando chake dhaifu, akiwezi kwenda mwendo mrefu huo, au kipando chake kina uwezo lakini hana masurufu, hana akiba ya safari. Sasa faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, na akawa analigeuza jicho lake kuliani na kushotoni. Mtume alayhi salam akamuona. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akifuatilia hali za raia wake na wafuasi wake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona hali ya yule bwana, man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu. Mtume akasema man kana ma'ahu fadlu dhahrin, na yeyote ambaye imekuwa pamoja naye ziada ya kipando. Man kana ma'ahu, yoyote ambaye imekuwa pamoja naye fadlu dhahrin, ziada ya kipando. Fadl ay huwa ma zada ala alhaja, ni kile kilichozidi juu ya haja yako. Labda mtu ana vipando viwili, kimoja kinamtosha kwa matumizi yake, kingine amekichukua kwa ajili ya ziada na tahadhari. Sasa Mtume anawaambia watu hawa wenye ziada, yeyote ambaye kimekuwa pamoja naye au imekuwa pamoja naye ziada ya kipando, faly'ud bihi ala man la dhahara lahu, basi na ajitolee kipando hicho
juu ya yule ambaye hana kipando yeye, falyaud ay falyatasaddaq, ina maana atoe. Falyaud bihi ala man la dhahara lahu, basi ajitolee kipando hicho juu ya yule ambaye hana kipando. Una kipando cha ziada, basi mpe ndugu yako ambaye unamuona kabisa hana kipando. Kisha akasema waman kana lahu fadlun min zad, na yeyote ambaye kana lahu, ana yeye, fadlu min zad, ziada ya chakula. Azad ni at-ta'am, chakula kile cha safarini. Waman kana lahu, na yeyote yule ambaye ana yeye, fadlu min zadin, ziada ya chakula, falyaud bihi ala man la zada lahu, basi ajitolee kwa chakula hicho juu yule ambaye hana chakula yeye. Hakadha hatha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashabahu ala al-muwasat wal-infaq. Kama hivi basi amehimiza Mtume alayhi salam masahaba zake, kama unavyoona, juu ya kuhurumia wengine na kujitolea kuwapa wengine. Rawi al-hadith, mpokezi wa hadithi, akaongeza maneno yanayokuja hapo chini, maneno ya Abu Sa'id. Qal ar-rawi wa huwa Abu Sa'id, akasema naye ni mpokezi wa kisa hiki Abu Sa'id, fadhakara min asnafi al-mali ma dhakar, na akataja Mtume alayhi salam katika sampuli za mali kile ambacho amekitaja. Bimaana Mtume hakuishia kutaja mwenye ziada labda ya kipando tu au ziada ya chakula, bali alitaja na mali zingine, mwenye ziada ya kadha, mwenye ziada ya kadha, akazitaja mali nyingi katika sampuli mbalimbali. Namna alivyotaja kwa msisitizo, Abu Sa'id anasema hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, mpaka tukaona sisi annahu, hakika mambo yalivyo, la haqqa li ahadin, hapana haki kwa yoyote, minna, miongoni mwetu, fi fadlin, katika ziada. Namna alivyotaja mwenye ziada ya kitu fulani atoe, mwenye ziada ya kadha atoe, mwenye ziada ya kadha atoe, mpaka ikafikia mahala tukaona hapana haki kwa yoyote miongoni mwetu kuwa na ziada. Yani kama una ziada basi toa sadaqa, kwa namna Mtume alayhi salam alivyosisitiza kujitolea. Akhrajahu Muslimun, hadithi hii kaipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Inaingia moja kwa moja hadithi hii katika maana ya mlango tunaousoma, mlango wa kuwahurumia watu wengine ambao wana haja. Kiwatizama unaona shida yao, au hata kama kwa dhahiri hawaonekani wana shida, lakini wewe unajua uhalisia kwamba huyu ana shida, kwa sababu si kila mwenye shida anatakiwa adhihirishe shida yake. Hata ule mwendo tembea kinyonge kabisa, utajua kabisa huyu hajala. Au akikaa miayo mingi kweli, na ile miayo inaitwa kwa sauti ya kinyonge, si lazima ukae katika mkao huo wa kudhihirisha unyonge. Lakini wale wenye kutoa wanatakiwa wakague watu. Pana watu ni wanyonge kwa dhahir, na kuna mwingine ni mnyonge unamfahamu, hata kama dhahiri yake huwezi ukajua. Yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, ndio masahaba walivyokuwa hivyo. Anawadhania mjinga asiyewajua kwamba ni matajiri kwa namna wanavyojizuia, lakini ni mtu wa kupewa. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Naam, na wale ambao katika mali zao wana fungu maalum la sadaqa kwa ajili ya nani? Lis-sa'ili wal mahrum,
kwa ajili ya kumpa mwenye kuomba na mwenye kujizuia, wote wanawatizama. Wa fi'lan Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuona huyu bwana namna alivyokuja na anavyotizama kama huyu ana jambo, huyu ana shida yake. Mtume alayhi salamu akaanza kuwahamasisha masahaba. Sharhul gharib, kusherehesha misamiati migeni. Imekuja faja'ala yasrifu basarahu, na akawa analigeuza jicho lake. Nini maana yake? Ay muta'arridan li shay'in yasuddu bihi hajatahu, maana yake ni mwenye kutafuta kitu. Muta'arridan ay bahithan, mutarajia, mwenye kutafuta, mwenye kutaraji. Ndio maana naangalia huku na huku, ni mwenye kutafuta kitu. Yasuddu bihi hajatahu, aizibe kwa kitu hicho haja yake. Ndio alikuwa malengo yake ya kugeuka geuka, anaangalia kama kuna yoyote yatampa. Wakati mwingine wewe mwenye kutoa uwe hodari wa kumtathmini mtu. Wakati mwingine mtu anavyozungumza na wewe, anavyokutizama, utajua huyu bwana ana jambo jingine zaidi ya haya mazungumzo. Ingia mfukoni, funga kitu, mpe, utaona ule uso wake unavyobadilika, kwamba umeweza kujua tatizo lake kabla hajasema. Sawa sawa, ni kama vile alivyokuwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, akiwa na njaa na hana sehemu ya kula, huwa anakwenda kumkithirishia maneno Mtume alayhi salam. Mtume akawa anajua, anasema namjua Abu Huraira akiwa na njaa ananizungumzisha sana. Kisha anamuagiza, nenda nyumbani kwa Aisha, kama wana chochote wakupe. Hilo ndio alikuwa analisubiria Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Na anasema Abu Huraira, nilikuwa nawafanyia hivyo watu wawili tu, Mtume alayhi salam na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kiona leo sielewi, ni vijana wa Sufa wanalala msikitini, masahaba wa Mtume alayhi salam wakisoma, ima nimfuate Abu Bakri, nizungumze naye sana, Abu Bakr anajua huyu ana jambo, ananitafutia chakula, au niende kwa Mtume alayhi salam. Ni hao tu nilikuwa nikifanya. Anasema hivyo nani? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Haya, fadlu min zadi, imekuja hapo neno hilo fadlu min zadi, ziada itokanayo na chakula. Alfadlu maana yake hili neno hili huwa ziyadatu an hajati al-insan, ndio maana ya alfadlu, huwa ziyadatu an hajati al-insan. Fadlu maana yake ni ziada ya haja ya mwanadamu. Tayari haja yako umeshaikidhi, alafu kimebaki kilichozidi, ndio alfadlu. Na imekuja min zad, wazad, neno azad at-ta'am, ni chakula, na hasa kile chakula cha akiba ya safarini. Dhahar, imekuja neno dhahar. Adh-dhahru, wanasema ulama hawa, adh-dhahru huwa ma yurkabu ala dhahrihi min ad-dawab, ndio maana ya adh-dhahru. Adh-dhahru huwa ma, dhahri ni kile ambacho yurkabu ala dhahrihi, kinapandwa juu ya mgongo wake, min ad-dawabi, katika wanyama wenye kupandwa migongoni mwao, kisha watu wakasafiri nao, kama hao ngamia, farasi, punda na mfano wake. Na pia walikuwa wakitumia wakati wa masahaba al-baghl, nyumbu, wakiwatumia safarini. Falyaud bihi, neno hili limekuja, na ajitolee kwa hicho alichokuwa nacho. Falyaud bihi maana yake yatasaddaq bihi wa yatafaddal, atoe sadaka kwa hicho alichokuwa nacho, wa yatafaddalu, na ajitolee kuwapa wengine, ndio maana atafaddal.
kujitolea. Min fawaidi alhadithi, miongoni mwa faida za hadithi hii, faida ya kwanza maulama hawa wanasema alhathu ala sadaqa waljudi walihsani ila arrufqati walashab. Alhathu ala sadaqa, kuna mahimizo juu ya kutoa sadaqa, waljudi, na kufanya ukarimu, walihsan, na kufanya wema, ila arrufqa, kuwafanyia unaosuhubiana nao. Arrufqa ni wale unaosuhubiana nao safarini au kuelekea sehemu fulani, au unaoishi nao mahala pamoja, labda ni wanafunzi wenzako, mko masomoni huko, halafu wewe ukao una wasaa na wao wana ugumu kuwatizama wale, au ni wafanyakazi wenzako, unaona bwana wewe una wasaa zaidi kuwatizama. Tumehimizwa hayo, kuhimizwa juu ya kutoa sadaqa na juu ya kufanya ukarimu na wema, ila rufqati wal ashab, kwa watu unaosuhubiana nao pamoja, wal ashabi, na marafiki. Thaniyan, faida nyingine ya pili, alhaddu ala muwasati ibn sabil, kuna kuhimizwa. Alhaddu ina maana alhathu, maana ile ile. Alhaddu ala muwasati ibn sabil, kuna kuhimizwa juu ya kumhurumia mwana wa njia aliyekatikiwa na safari. Mtoto wa njia ni yule aliyekatikiwa safarini. Watasadduqi alayhi, na kutoa sadaqa juu yake, juu ya huyo msafiri aliyekatikiwa na njia. Idha kana muhtajan, pindi akiwa ni mwenye kuhitajia. Tumehimizwa kuwasaidia wasafiri waliokatikiwa na njia, mpaka wakaitwa abnau sabil, hana ndugu wala rafiki wala mzazi isipokuwa njia, hana kitu. Mashaka wanasema walihadha yu'ta min az-zakah fi hadhihi al-hal, na kwa sababu hii anapewa huyu mtu aliyekatikiwa na safari. Walihadha, na kwa ajili hii, yu'ta min az-zakati, anapewa katika zaka, fi hadhihi al-hal, katika hali kama hii. Mtu aliyekatikiwa na njia ni miongoni mwa wale wenye kustahiki kupewa mpaka az-zaka, na inawezekana huko kwenye mji wao ni mtu ana uwezo, au si katika wenye kuhitajia az-zaka, lakini kwa kuwa yuko safarini na amekatikiwa, sasa yafikia mahali mkampa hata az-zaka. Chukua fungu hili la zaka, tawakkal ala Allah, malizia safari yako mpaka ufike kwako. Anapewa huyo katika wale watu 8 wa kugawiwa zaka. Walihadha, na kwa ajili hiyo, yu'ta min az-zakati fi hadhihi al-hal, anapewa katika zaka katika hali kama hii. Wa in kana musiran fi watanihi, ijapokuwa atakuwa ni mwenye wepesi katika mji wake, ijapokuwa atakuwa ni mwenye wepesi. Wa in kana musiran, ijapokuwa atakuwa ni mwenye wepesi fi watanihi, katika mji wake, lakini kwa sababu yuko safarini na mambo yameharibika, anasaidiwa. Utashangaa wewe, huyu si mfanya biashara mkubwa huyu, tumsaidie nini? Mtu amekwama huko, kweli alifuata biashara, umekutana naye nje huko China, Dubai, kakwama, anakuelezea kuna mambo yamekwama, mizigo imekwama, nimeibiwa, nimetapeliwa, sina namna hata ya kurudi au kukumbua vitu vyangu. Usianze kusema sasa umekuja China alafu unaomba bwana, fuata nini huko? Si ungebakia na biashara zako za tandika pale. Huko lazima ujipange. Kuja Dubai alafu vipi bwana? Yanatokea katika maisha. Unaweza akawa anahitajia pale tu, mambo yamekwama pale, hakuna namna. Lakini huyo ukimkuta
katika mji wake baada ya muda, huwezi kuamini wewe, pengine vile visenti vyako akakufanyia hisani maradufu. Haya, thalithan, faida nyingine, al-amru bidhalika fi al-hadith lilistihbab, amri ya hilo la kusaidiana. Naona imekuja kwenye hadithi, falyaud fi'l mudari' maqrun bilam al-amr, ni katika matamko ya kuamrisha haya, lakini sasa hiyo amri ya kutoa hapo sio ya lazima. Al-amru bidhalika, amri kwa hilo ambalo limeamrishwa fil hadithi, katika hadithi, lilistihbab, ni ya kupendeza tu, ni amri ya sunna. Walhathi ala makarim al-akhlaq, na ni amri ya kuhimiza. Walhathi, na kuhimiza, kwa maana hiyo ni amri vile vile ya kuhimiza ala makarim al-akhlaq, juu ya matukufu katika tabia njema. Faida ya 4, al-iktifa'u bimusaadati al-muhtaj bima yadhharu min halihi min ghairi su'alin minhu, ni kutosheka. Al-iktifa'u, kutosheka, bimusaadati al-muhtaji, kwa kumsaidia mwenye kuhitajia, bima yadhharu min halihi, kwa kile ambacho kinadhihiri katika hali yake, min ghairi su'alin minhu, pasi na kuuliza maswali kutoka kwake. Na hii ndiyo asli, mtu wasaidiwe kwa dhahiri aliyokuwa nayo, pasi na kutaka kumhoji maswali mengi. Allahumma, ila kwenye miji ambayo imeingia utapeli na udanganyifu na mali za watu zinaliwa kwa dhulma, hapo sasa pana udharura wa watu kujiridhisha kwa sababu ya mazingira. Khamisan, jambo la 5, i'tina'u kabiri alqaumi bi ashabihi, kutilia umuhimu, wanasema Waswahili, kujali. I'tina'u, kutilia umuhimu, kabiri alqaum, mkubwa wa jamii, bi ashabihi, kuwatilia umuhimu watu wake. Kiongozi anatakiwa yeye ndio wa kwanza kuguswa na watu wake. Wewe tizama, huyu bwana alipokuja anatizama huku, mtu wa kwanza aliyegundua huyu anatakiwa kusaidiwa, ni yule kiongozi. Mtume Ali salam ndio aliligundua, akaanza kuhamasisha. Wakati mwingine kabirul qaum, kiongozi wa watu, usiwe ni mughaffal, kwamba wajitia hali za watu waliokuzunguka uzijui kila kitu mpaka uje uambiwe yule fulani hana kitu, ndio ala, kumbe fulani. Yani wewe unajifanya kwamba huoni mpaka uletewe habari. La, kiongozi watakiwa utafakad. Angalia Umar bin Khattab, alikuwa anaacha kitanda chake, anatoka na mlinzi wake, anazunguka katika mitaa, tena usiku, nazunguka, anawasikia watu wanavyozungumza. Huyu Umari huyu, yeye amekaa huko, sisi hatuna kitu hapa kwenye viunga vya maskini. Yamethibiti hayo kwa Umar. Anasikia malalamiko ya raia, na yeye ni mtawala, mpaka anatoka anakwenda Baitul Mal, anabeba vitu kwa mgongo wake, anapeleka zile nyumba ambazo amepita, anasikia malalamiko. Yani kiongozi anatakiwa kuwa ni mtu makini, mwenye kujua mambo ya watu wake. I'tina'u kabiril qaum bi ashabihi, tena anaisema watafaqqudu ahwalihim, na kuzikagua hali zao. Vipi bwana, habari za siku, upo? Hebu niambie ile kazi yako inaendeleaje? Kiongozi, bado unaendelea? Hapana bwana, siko tena pale. Haya, uko wapi? Sina kazi bwana. Kweli? Toka lini bwana? Na miezi sasa. Pole sana. Basi najua uko kazini bwana. Ushajua kumbe hana kazi. Vipi kule kwako bwana, umemalizia bwana? Uko unaambiwa hivyo. Sio kiongozi ujitia hamnazo bwana. Watafaqqudu ahwalihim, na kuzipekua hali zao. Wahathuhum ala muwasati ba'dihim ba'dha, na kuwahimiza wao
juu ya kuhurumiana ni kazi ya kiongozi hiyo, na kuwahimiza wao juu ya kuhurumiana baadhi yao kwa baadhi nyingine, hiyo ni kazi yako pia kiongozi, kuwahimiza watu wao kuhurumiana. Mlango wa 22 babul wafai bil ahdi wa adai al amanati wajtinabi al khiyana, na huu ni mlango mpya, mlango wa 22. Wanasema ulama hawa babul wafai bil ahdi, huu ni mlango wa kutimiza ahadi. Babul wafai bil ahdi, huu ni mlango wa kutimiza ahadi. Wa adai al amanati, na kuziwasilisha amana. Wajtinabi al khiyana, na kujiepusha na khiana. Ni mlango unaozungumzia mambo mazito haya matatu: kutimiza ahadi, kuwasilisha amana, kujiepusha na khiana. Chini ya mlango huu maulama hawa wakataja ahadithi mbili, hadithi mbili ambazo zinaelekeza kwenye maana moja, isipokuwa tu moja katika hadithi hizi imetaja vitu vingi na hadithi nyingine ikataja vichache, lakini ni hadithi zenye kuelekeza katika sehemu moja. Hadithi ya kwanza chini ya mlango huu, ambapo ni hadithi nambari 46 kwa mpangilio wa kitabu, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yad'aha idha atmina khana wa idha haddatha kadhab wa idha ahada ghadar wa idha khasama fajar. Akhrajahu al-Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Kutokea kwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Allah amridhie yeye na baba yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, arba'un man kunna fihi, arba'un ay arba'u umurin, ndio maana yake. Arba'un, mambo manne. Man, yule ambaye kunna fihi, yatakusanyika mambo hayo manne kwake, ndio maana yake. Arba'un, mambo manne. Man, yule ambaye kunna fihi, yatakusanyika mambo hayo kwake. Kunna ay ijtama'at fihi. Arba'un, mambo manne. Man, yule ambaye kunna fihi, yatakusanyika mambo hayo kwake, ikawa anayo. Kana munafiqan khalisa, atakuwa mtu huyo ni munafiq aliyetakasika. Ay shadida shabahi bil munafiqin, atakuwa ni mwenye kufanana mno na wanafiki, hata kama hajafikia kuwa ni mnafiki wa kiitikadi, lakini kafanana nao sana, ikiwa haya mambo manne yote atakuwa nayo. Kisha mtume akasema, waman kanat fihi khaslatun, na yule ambaye kitapatikana kwake yeye kipengele kimoja, minhun, miongoni mwa hivyo vinne. Waman kanat fihi, na yule ambaye kitapatikana kwake yeye khaslatun minhun, kipengele kimoja miongoni mwa hivyo vinne, ikawa hana yote lakini kapata moja, pia hayuko salama. Kanat fihi khaslatun minan nifaq, basi kitapatikana kwake yeye kipengele katika unafiki, kwa maana sehemu ya unafiki. Hatta yad'aha, mpaka aliwache jambo hilo, akiwache kipengele hiko,
hatta yadaaha, mpaka akiwache kipengele hiko. Tayib, hapa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katumia uslubu wa kuyataja mambo kwa ujumla kwa idadi kubwa, kisha akaja kuyataja mambo kwa uchambuzi kwa idadi ndogo. Huu ni uslubu wa kusomesha, uslubu wa mwalimu. Anatumia lugha kama hii ili mwanafunzi aelewe. Kuna mambo manne, yule ambaye yatakusanyika hayo manne kwake atakuwa ni mnafiki kabisa aliyetakasika, alivyo ni kama wanafiki. Lakini yule ambaye kitapatikana kwake kipengele kimoja tu katika hayo manne, basi itakuwa imepatikana kwake kipengele katika unafiki, mpaka akiache kipengele hicho atakuwa sasa ni mnafiki mdogo, yuko chini ya ule mwenye yote manne. Sawa eh? Kisha Mtume alayhi salamu akayataja haya mambo, akasema idha tumina khana, pindi akiaminiwa anafanya khiana, akipewa amana, akipewa dhamana na watu wamemwamini, anakwenda kinyume na vile alivyoaminiwa. Wa idha haddatha kadhaba, na pindi akizungumza anadanganya, anasema uongo. Wa idha haddatha kadhaba, na pindi akizungumza anadanganya. Wa idha ahada ghadara, na pindi akiingia makubaliano, ahada. Wa idha ahada, na pindi akiingia makubaliano, ghadara, anaenda kinyume na yale makubaliano. Wa idha khasama fajara, na pindi anapogombana anafanya uovu. Wa idha khasama fajara, na pindi anapogombana anafanya uovu, kwa maana anavuka mipaka katika ule ugomvi. Pengine unagombana, mtu akamtukana yeye akarudisha akamtukana yule, akamrudishia tusi yeye na wazazi wake pia akawatukana na ukoo mzima. Sasa hadha fujur fil khusuma. Hadithi kama hii ni hadithi ya Abi Huraira, ambayo ni hadithi nambari 40 ngapi? 47 kama zinafanana hivi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutokea kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, tumekasema ayatul munafiqi thalathun, alama za mnafiki ni tatu. Na maulama wote tunakubaliana almunafiqi hapa, munafiki aliyetajwa hapa kwenye hizi hadithi mbili ni munafik wa kimatendo, ni al-asi al-fasik. Huyu anakuwa ni asi, mtu muovu. Wala yakfuru, na wala hakufuru huyu, hawi kafiri mnafiki huyu, kwa sababu nifaqi yake inaitwa nifaqun amaliyun, ni unafiki wa kimatendo na sio ule unafiki wa kiitikadi. Nifaqun i'tiqadiyun, unafiki wa kiitikadi ndio ambao unamtoa mtu katika dini kabisa. Unafiki wa kiitikadi ni kudhihirisha Uislamu na imani, na kuficha ukafiri na uasi. Dhahiri unajitia Muislamu ukiwa na Waislamu, na pengine ukaingia msikitini, baadhi ya swala ukaswali, ukakaa nao vikao, ukazungumza kama Muislamu mwenzao, kumbe ni mtu umekuja kwa ajili ya kazi maalum. Ukienda ukafirini, ni kafiri huko, unapeleka majibu uliyopata huko. Hadha munafik, ana madhara makubwa huyu kwa Waislamu, pengine hata kuliko madhara ya wale makafiri wa asli, ambao tayari mnajua huyu mnasara, huyu myahudi, huyu budha, huyu pagani. Ukizungumza naye una mipaka ya mazungumzo, na kuna baadhi ya mambo hamwezi kwenda mbali. Tofauti na munafik
ambaye anakuja kwa sura ya dini yako, anazungumza maneno ya Kiislamu, amevaa kanzu na kofia, kiangalia sajida anayo, anaswali swali lakini kumbe si Muislamu, huko ndani kauficha ukafiri. Sasa hawa ni makafiri. Sasa usije ukawakufurisha wanafiki hawa wenye kufanya maasi haya. Hawa ni waovu tu, lakini hawajafikia kiwango cha ukafiri. Ayatul munafiqi thalathun, alama za munafiki ni 3. Bimaana haya mambo ni mambo ya wanafiki, yeye Muislamu kaenda kuyaiga huko. Idha haddatha kadhaba, pindi akizungumza anadanganya. Wa idha wa'ada akhlafa, na pindi anapoahidi anakwenda kinyume. Ni sawa sawa na idha ahada ghadar, maana yake ni moja. Wa idha wa'ada, na pindi anapoahidi akhlafa, anakwenda kinyume. Wa idha tumina khan, na pindi anapoaminiwa na kubebeshwa dhamana anafanya khiana, anakwenda kinyume na ile amana ilivyo. Sharhul Gharib, tushereheshe maneno machache mageni yaliyokuja hapa tukimalizia darasa hii. Munafiqan, imekuja neno munafiqan, kana munafiqan, umeliona An-nifaqu, unafiki maana yake mukhalafatul batin lidhahir, ni kwenda kinyume ule undani na unje. Batin ni ndani, kwenda kinyume na nje. Fa in kana fi i'tiqadi al-iman, na ikiwa hilo, na hiyo ni kama jumla mu'taridha, anataka kufanulia, na likiwa hilo la undani kukhalifu dhahir, likiwa hilo ni katika itikadi ya imani. Wa huwa an yudhhira al-islam, nalo ni yeye kudhihirisha Uislamu. Wa yukhfi al-kufra, na akauficha ukafiri. Ikiwa mukhalafa ni wa aina hii, fa huwa nifaqul kufr, nao huwa ni unafiki wa ukafiri. Wa illa fa huwa nifaqul amal, na kama si hivyo basi utakuwa ni unafiki wa amali tu. Kama fi hadha alhadithi, kama ilivyokuja katika hadithi hii, imekuja khalisan, anakuwa ni mnafiki mbichi kabisa. Ay shadida shabahi bilmunafiqin, anakuwa ni mkali sana wa mfanano na wanafiki, anakuwa anafanana sana na wanafiki. Bisababi hadhihi alkhisal, kwa sababu ya majambo haya. Idha tumina khana, limekuja hili neno, ay tasarrafa fi ma tumina alayhi ala khilafi shar'i, ndio maana yake. Pindi akiaminiwa anafanya khiana, maana yake nini? Ay tasarrafa fi ma tumina alayhi, amefanya matumizi katika lile ambalo ameaminiwa juu yake, ala khilafi shar'i, juu ya khilafu ya kisheria, kachukua maamuzi ya kutasarraf kwa ilivyokuwa tofauti na sheria. Hiyo ndiyo khiana. Ama akitasarraf katika misingi ya sheria, hiyo haiitwi khiana, bali inaitwa adaul amana. Idha ahada ghadara, pindi akiingia makubaliano anaenda kinyume. Neno hilo tumelisoma, lam yafi bima ahada alayhi, hatimizi kwa ile ambalo ameingia mkataba juu yake, hatimizi. Itakuwa ni story tu, atakuingiza huko atakutoa huko, maneno mengi, lakini kutimiza mambo hakuna. Idha khasama fajara, akigombana anafanya uovu. Ay yaqulu alfuhsha walbatila walkadhiba idha khasama ghayrahu, maana yake anausema uchafu na anasema batili na uongo pindi anapozozana na mwingine. Idha khasama ghayrahu, pindi anapomgomba mwingine, basi atamsingizia, ataongeza uongo, atazungumza uchafu, abaki katika yale ambayo yanawagombanisha, anaongeza mengine. Si hayo, wayahtalu
fi raddi alhaqi walmaili anhu, na anafanya hila huyo mgomvi mbaya huyo. Wayahtalu, na anafanya hila fi raddi alhaqi, katika kuikataa haki, walmaili anhu, na kwenda kombo kunako hiyo haki. Tafanya hila mpaka aikatai haki. Haya, neno lingine hapa, wa idha wa'ada akhlaf. Tumesema hii ni sawa sawa na kusema wa idha ahada. Naam, wa idha wa'ada akhlafa, ay idha wa'ada fil mustaqbal, akiahidi anakwenda kinyume. Idha wa'ada fil mustaqbal, na pindi akiahidi kitu katika wakati ujao, kwamba nitatekeleza hili, usijali bwana, uje nitakupa, nitakuja, nitanunua. Lam yafi bima wa'ada bihi, hatekelezi kwa ile ambalo ameahidi kulifanya, ameahidi kwalo. Ayatul munafiqi, maana yake ay alamatuhu, ni alama zake huwa unafiki, ndio maana ya aya. Alama alamatuhu, alama zake huwa unafiki. Allati, alama ambazo yustadallu biha ala nifaqihi, panafanywa ni dalili kwa alama hizo juu ya unafiki wake. Sahih, adhim. Basi inshallah taishia hapa, muda wetu umekwenda. Tutakuja kutaja fawaid katika darasa lijalo inshallah, zinahitaji maelezo kidogo. Bihadha alqadr kifayatun. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.